Mpenzi mtazamaji wa channel yetu, na kukaribisha tena kwenye habari hizi za leo, ambapo Rigathi Gachagua amesema ya kwamba kwa yale mali ambayo yaliharibika kule Eastleigh, watahakikisha kuwa kila mmoja wao, ama kwa yule ambaye aliharibiwa mali, watamrudishia fedha kidogo ili akaweze kuanzisha biashara zake na kuendeleza biashara zake. Pia amesema ya kwamba watu wa Eastleigh siku ya kwanza walidhani kuwa maandamano yao yatakuwa ya amani bila kuharibu kitu cha mtu, lakini hiyo siku ya kwanza ndio siku ambayo watu wenye walikuwa maandamano waliharibu vitu, kuna kuiba some of the things. Again alisema kwamba aliwarai watu akiwaambia wanafaa waende kwa mtu ambaye anawasaidia, somebody like Rais William Ruto and not Baba. But you know, I'm wondering why is Rigathi Gachagua kwa speech yake lazima tu akuwe na ile tu mdomo ya kushinda akiongelelea Raila, because yeye hakuna nyenye okay, it was ingine hadi anashindwa kuongea, but mbona at some point lazima akitoa speech lazima aweke Raila ndani? Why? I think my fellow people, this guy Rigathi akiweza pata chance ya kumaliza Raila, I think actually atamaliza, because hata tu akona hatred towards Raila, hatred yenye akona, it's too much by the way. So guys, hii video yenye mnaenda kuangalia mtasikiza venye anasema, make sure you comment hapo chini. But actually huyu Rigathi Gachagua, I think there is something in amelack control of his mouth, cause yeye penye yako ni Raila this, Raila that. Baba amemfanyia nini? You know, at this point Baba amenyamaza, hataki hata kuzungumza anything. You see, hebu tuangalie hii video yenye alikuwa anaongea about Eastleigh things and maneno ya Baba. Huyu Duale hako na damu yetu pale kwa mlima, kuwa na msimamo thabiti. Waislamu wengine walipotishwa, wakaambiwa watafungwa, biashara zao zitahangaishwa. Mheshimiwa Duale alisimama imara, na ndio na sisi na rais tukasema mtu yote yako na msimamo ni mtu mzuri, ndio tukampatia wizara ya ulinzi, kwa sababu yeye inataka mtu yuko na msimamo. Your Excellency, hawa jamii ya Waislamu nawapenda. Umefanya kazi mingi sana huko, kujenga madarasa, kujenga misikiti, kuchangia akina mama, kuchangia wale wanaenda masomo ng'ambo na kutembea huko. Na ndio ulituagiza tuhakikishe ya kwamba katika zile county ambayo wako ya Mandera, Wajir, Garissa, Marsabit, Isiolo, Tana River, tuhakikishe ya kwamba wakati ya kiangazi tumetuma chakula ya kutosha, na rais wetu hata kama hatujatosheleza kila mtu, tungetaka kukarifu ya kwamba hakuna Mkenya yote amekufa kwa sababu ya njaa, kwa sababu ya ile juhudi ulituagiza tufanye. Sasa nikimalizia tu, najua mimi ni mtu ya kusema ukweli, na wakati hii ya mwezi mtukufu ya Ramadhani ndio wakati ya ukweli. Niulize tu swali moja, kwa sababu labda sielewi. Huyu rais wetu amekuja pale, amejenga madarasa, amejenga msikiti, amechangia wamama, ametembea kila pahali, amekuwa rafiki yenu wa dhati, amekuwa karibu na nyinyi. Lakini siku yeye alihitaji usaidizi, mlimpimia kidogo. Na tunashindwa kwa sababu hatuelewi, kwa sababu zile chache mlitupatia tunasema asante. Sisi ni watu ya shukrani, tunashukuru sana. Lakini tuliumia kidogo, kwa sababu yule alipata mingi, hakuna historia ya msikiti hata moja amejenga. Hakuna record yeyote amejenga madarasa hata moja. Hakuna shule amejenga. Hakuna wamama amesaidia. Anakujanga tu mkutano moja, anasema takribil, mnampatia kura.
Sasa mimi naomba tu nikiwa hapa, tafadhali, vile nyinyi hampendi dhuluma, huyu rais wetu pia, wakati ukifika, mkumbuke yeye kwa yale mazuri amemfanyia. Sababu ni mzuri kutenda haki. Amekuwa pale siku mnamhitaji. Ametembelea nyinyi. Ameshiriki kwa kila kitu mmemwalika. Siku na yeye anahitaji nyinyi, mnaenda kwa yule ambaye hakuna chochote amefanyia nyinyi. Ya mwisho nikimalizia, Your Excellency, niombe msamaha kwa hao watu ya Eastleigh, kwa sababu siku ya kwanza maandamano ilipotangazwa hatukuwa tumejua ni ya kuharibu mali ya watu. Tulikuwa tunafikiria tu ni mambo ya kupiga kelele ya siasa alafu warudi nyumbani. The first day wakaingia pale Eastleigh wakaharibu mali ya wafanyabiashara. Lakini siku ya pili, Your Excellency, tulihakikisha hakuna hata kamoja kalikanyanga Eastleigh. Hakuna kamoja kalikanyanga CBD. Ningetaka kutoa hakikisho kwa niaba ya rais, kama watarudi vile wanatisha, hakuna hata kamoja katakanyanga Eastleigh ama town, kwa sababu Eastleigh is an important hub of our business and is a serious player of our economy, and we have a responsibility as a government to protect business, and our work is to make sure we expand business and create the right environment. So I want to assure on behalf of my boss, the Eastleigh community, please do your business in peace and expand. The government of the Republic of Kenya under President William Ruto will not, under any circumstances, allow anybody, I repeat, anybody, I repeat again, nobody will be allowed to destroy property in this country. So as you expand your businesses, please do so with the full knowledge that you have a responsible government that respects business. Mambo ya siasa hiyo wacha tufanye kule bunge. Kimani Ichung'wa is equal to the task. Asikize mambo ya hiyo watu, amalizie huko. Kama anahitaji usaidizi wetu atatuambia. Sisi tufanye biashara, tulinde kila mtu, tulinde maisha ya Wakenya, tusaidie biashara. Ndio hii Kenya yetu ikae mzuri. Tumekubaliana? Pale mbele mtamwangalia huyu bosi yako mzuri. Mlimuumiza kidogo lakini ni sawa. Lakini yeye hata mkimuumiza hachoki. Hata mkimuita next year atakuja. Hata mkimwacha pale 27, mkimuita 2020 atakuja tu, kwa sababu anapenda nyinyi. Kwa hayo mengi, ningeomba kwa heshima zote tusimame kwa heshima kubwa, mnisaidie kumkaribisha Rais wa 5 wa Jamhuri ya Kenya, President William Ruto. Karibu Mheshimiwa Rais. Asanteni sana. Tafadhali tunaweza keti chini.